2026. Jamani, Njombe, tumaini lenye baraka 2026. Mbona mumetekewa? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu. Ni wakaribishe wale walioko mbali kule kwenye vituo. Kuna kituo kimoja kiko kule kule Shirati kwa mchungaji Ochupe, mchungaji mstaafu, ana kituo pale nyumbani kwake. Yeye pamoja na mama wanaendelea kutufuatilia. Tunasema jina la Bwana litukuzwe, haleluya. Leo katika madhabahu tunaangazia nguvu ya msamaha na maombi. Ndipo tafakari yetu leo inapotoka, nguvu ya msamaha na maombi. Ng'ombe, hasha, maneno mabaya yasitoke kinywani, moyo mwema uzuie, ndimi zisichafuke. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wana tiini amri hii. Karibu. Hasha, maneno mabaya yasitoke kinywani, moyo mwema uzuie, ndimi zisichafuke. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, maana tiini amri. Katika kitabu cha Marko sura ya 11 na mstari wa 25, neno la Bwana linasema, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe makosa yenu. Haleluya. Na bado anasema katika Yakobo 5:16, Yakobo 5:16 anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Msamaha na maombi ni vitu viwili vina uhusiano mkubwa wa karibu katika maisha ya kiroho. Haiwezekani mtu akatembea karibu na Mungu huku akiwa amebeba uchungu, chuki, kisasi na kutosamehe moyoni mwake. Maombi hufungua mawasiliano na mbingu, lakini msamaha huondoa vizuizi vinavyoweza kuzuia uhuru wa Kikristo. Watu wengi huomba amani, huomba uponyaji, huomba mafanikio, huomba uwepo wa Mungu, lakini ndani ya mioyo yao wamebeba majeraha, hasira, maumivu dhidi ya wengine, na kutosamehe huumiza moyo kwa siri na kwa ndani. Hufunga mawasiliano yetu pamoja na Mungu. Yesu mwenyewe alipokuwa pale msalabani alisema, Baba, jamani, Bwana Yesu asifiwe, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Unapokuja katika madhabahu, njoo ukiwa na moyo uliotupu. Usibebe majeraha. Kuna watu wengine hapa na kule kwenye vituo wamebeba mizigo, wamebeba majeraha, wengine wamebeba makosa hata ya watu ambao ni marehemu. Umeshawahi kuona mtu ambaye amemchukia mpaka marehemu? Na afadhali marehemu mpya labda aliyekufa jana majuzi. Wengine wanawachukia mpaka wazazi wao waliokufa miaka ya 90. Rafiki, achilia, potezea. Sio kila kitu cha kubeba moyoni. Kuna mambo mengine ni ya kupotezea, kuna mambo mengine ni ya kusamehe. Biblia inatuambia tunapokuja kwenye madhabahu tuwe watu wa kusamehe wengine.
Usibebe mambo ya watu moyoni, usibebe majeraha, chuki na visasi. Acha kulipa kisasi. Kwenye madhabahu hatuji na visasi, tunakuja na msamaha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, rafiki, achilia. Mwambie potezea. Usibebe mambo katika madhabahu. Msamaha huondoa vizuizi katika maombi. Ninyi kila msimamapo sameheni. Katika Marko hii ambayo tumesoma 11, msamaha unaondoa vizuizi katika maombi. Kama unahitaji Bwana akusamehe, na wewe uwasamehe wengine. Kama unahitaji Mungu akusamehe, na wewe unapaswa kuwasamehe wengine. Samehe, potezea, achilia. Najua ninazungumza na mtu ambaye ana uchungu fulani moyoni mwake. Ana jambo baya alitendewa alipokuwa mtoto, ana jambo baya alitendewa alipokuwa kazini, ana jambo baya alitendewa kwenye biashara, amezulumiwa, amefanyiwa mambo mabaya yasiyopasa. Rafiki, ninakuomba sana, Mungu akupe nafasi ya kuachilia, ya kusamehe, ili moyo wako upate kuwa huru. Lakini msamaha hudhihirisha tabia ya Kristo. Kama wewe ni Mkristo wa kweli, utasamehe wengine. Kama wewe ni Mkristo wa kweli, utasamehe wengine. Wakati fulani nilikamatwa na trafiki. Nilikuwa speed. Niliongeza speed. Nikamwambia yule trafiki, yule polisi wa usalama barabarani, dada, naomba unisamehe. Akaniambia, nipe sababu moja kwa nini nikusamehe. Nikamwambia, ni kwa sababu hata wewe unahitaji msamaha. Yule afisa wa barabarani akanitazama, hata wewe unahitaji msamaha. Ni kweli umenikamata, ninakosa, ila sio kwamba na wewe huna makosa ya kwako. Ni kwa sababu hakuna mtu wa usalama barabarani wa aina yako kwenye barabara unayopita ambaye atakusimamisha. Lakini yuko mkuu zaidi wa usalama barabarani wa mbinguni, na yeye unahitaji muombe msamaha. Kwa hiyo nisamehe. Unafikiri ataendelea kunitoza? Akaniambia, wewe unafanya kazi gani? Nikamwambia, mimi ni mchungaji na mwinjilisti, mhubiri wa Injili. Haleluya! Samehe rafiki yangu. Msamaha unadhihirisha tabia ya Kristo. Mkristo ni mtu wa kusamehe. Unapokuja madhabahuni, samehe. Jioni ya leo tunafanya maombi ya wale ambao wameajiri watu. Umeajiri mtu dukani, umeajiri mtu shambani, unamlipa mtu fulani mshahara. Hebu njoo hapa. Kama umeajiri, njoo. Wewe kama umeajiri, njoo, tunataka tukuombee kwamba wafanyakazi wako wawe waaminifu, wafanyakazi wako wafanye kazi kwa bidii. Njoo. Umeajiri mtu, njoo. Umeajiri mtu mahali, unamlipa mtu mshahara, kuja. Si wewe mwenyewe unajua unadaiwa mshahara mwisho wa mwezi? Au huna uhakika? Au umemkopa mfanyakazi ndio maana hutaki kuja? Au una mgogoro na wafanyakazi wako? Njoni hapa kwenye ngazi, wapendwa, ili tuombe pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwanza tunamshukuru Mungu. Mmeshinda ubinafsi. Jamani, mmeshinda ubinafsi. Kwa sababu kuajiri mtu mwingine ni kushinda ubinafsi. Hilo jambo tunawapongeza na tunawapa maua yenu. Mmeshinda ubinafsi. Na tunawaombea Bwana awabariki. Ila na mambo machache kwa ajili yenu. Jambo la kwanza mutoe zaka na sadaka. Kule kwa wengine wote nilikuwa ninamalizia, hapa ninyi naanzia. Ili biashara na shughuli zenu zibarikiwe, Mungu awe namba ngapi? Awe namba moja. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, pamoja na kutoa zaka na sadaka, wale wafanyakazi wajengeni mazingira rafiki ya kufanya kazi. Mazingira yawe rafiki ya kufanya kazi. Alafu pamoja na kufanya kazi, musipitishe ujira wa mtu. Mtu alipwe kwa wakati. Kwa wakati alipwe. Na unapomlipa mtu kwa wakati, hata maombi yanayekuombea yanapata nguvu. Ulipe kwa wakati. Muda umefika, mlipe. Na ukimkopa kuwe na sababu ya msingi. Na kama kampuni inapitia shida, sio ipitie shida tu kwa wafanyakazi, ipitie shida hata kwako.
Watu wengine wafanyakazi tu ndio wanapata shida, wao wanaendelea vizuri. Kama wote hatuna hela, wote tuwe kweli hatuna hela na ionekane haina hela, hatuna hela. Jambo la tatu, hakikisheni ya kwamba hamwatumikishi wafanyakazi zaidi ya inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mujali haki zao, na ndivyo Mungu atawabariki. Na maombi haya nataka kuwaambia leo, biashara zenu zitabarikiwa, zitaongezeka. Wengi wenu hapa nawaona kama Yabezi aliyesema, ninaomba uniongezee hozi yangu. Na Bwana awaongezee hozi za biashara zenu. Bwana aongeze na kuongeza na kuongeza, wafanyakazi waongezeke zaidi ya mmoja katika jina la Yesu. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu, katika madhabahu ya jioni ya leo hapa tuna waajiri ambao wanawakilisha waajiri wengi katika vituo. Bwana, kwanza tunakushukuru kwa hawa wapendwa, wameshinda ubinafsi na wakaona waongeze ajira. Bwana, tunawashukuru mno na tunakushukuru kwa ajili yao. Sasa tunaomba biashara zao ziwe na ustawi. Kama alikuwa na duka moja, na aongeze jingine. Kama alikuwa na shamba moja, aongeze na shamba jingine. Bwana, tunaomba uwapatie wafanyakazi waaminifu, wafanyakazi ambao wanalisha jina lako, wafanyakazi ambao hawatasimamiwa, watafanya kwa weledi na watafanya kwa kujituma. Baba wa mbinguni, tunaomba mapato yao yaongezeke, ili wafanyakazi hao waweze hata kuongezewa mshahara. Mapato ya kampuni zao, mapato ya biashara zao yaongezeke tena na tena na tena na tena. Lakini Bwana, ninaomba kwa wale ambao wanatamani pia na wao waongeze biashara, hata watoe ajira. Wengine wameketi kule, wengine wako kule kwenye vituo, wengine wako kwenye vituo mbalimbali, na wengine wako nyumbani. Yeyote anayeomba ya kwamba siku moja na yeye aongeze ajira, biashara zake zikue, ili atoe ajira kwa Watanzania wenzake na watu wengine, Baba, ninaomba ombi hilo ukapate kulijibu kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba Bwana, hawa waweke mbali na hasara ya kila aina, waweke mbali na majanga ya kila aina. Bwana, neema yako iwafunike, malaika zako wakiwabarikia usiku na mchana. Zaidi sana tunaombea wale walioko kwenye vituo, wagonjwa, tunaombea wenye wahitaji, wenye changamoto mbalimbali, madeni, taabu za kila namna katika biashara na katika kazi, wenye vita kazini, wenye mapambano kazini. Kwa ombi hili Bwana, tunaomba upate kuwashindia. Kwa ombi hili tunaomba upate kuwafungulia. Baraka zako na amani yako iandamane na watoto wako, katika jina la Kristo Yesu, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Jamani, amina. Bwana awabariki sana. Ninawatakia neema ya Bwana. Mpendwa ulioko kwenye kituo, usibanduke katika runinga yako, usibanduke katika kituo chako. Mchungaji Baraka Sadoki Butoke anatujia na ujumbe wa pekee, tumaini lenye baraka. Na kwa tumaini hilo ninaamini utabarikiwa, kwa tumaini hilo naamini utafunguliwa, na kwa tumaini hilo naamini utawekwa